Nataka kwenye podcast hii utueleze ni makosa gani ya kuepuka unapoweka mkakati wa kumrudia ex wako. Okay. Kumrudia ex ni mkakati. Kama ulivyosema, kumrudia ex ni mkakati. Is a strategy. Yeah. Ni strategy ambayo ina vitu fulani ambayo mtu na mtu asipojua huto vitu anaweza kujikuta kwamba badala ya kumrudisha ex anazidi kumfanya ende mbali zaidi. Na bahati mbaya sana ni kwamba makosa watu wengi wanafanya. Unakuta mtu nia nzuri ya kumrudisha mwenzi wake anayo, lakini jinsi anavyo ile approach anayotumia ndio inakuwa sio nzuri, inakuwa mbaya. Kosa la kwanza la kuepuka unapotaka kumrudisha ex wako ni kumbembeleza kupita kiasi. Okay. Unajua kwenye mahusiano kuna kanuni moja inasema don't chase, attract. Okay. Tafsiri yake ni kwamba hautakiwi kumkimbiza ex wako arudi kwamba njoo kwa nguvu. Unatakiwa kumuonesha kwamba umpe sababu. Kama alipata sababu ya kuondoka, mpe sababu ya kwa nini anatakiwa kurudi tena. Okay. Kwa ni kosa ukianza kumbembeleza au kumuonesha kwamba wewe huwezi kuishi bila yeye, anaanza kujihisi special. Kwa unaweza kukuta kwamba hata kama alikuwa na intention ya kurudi, huyo mtu anaanza kulingia. Na unajua katika ile kawaida ni kwamba kwa nini watu wanaotupenda uga tunawaumiza ni kwamba the way wanasafa kwa ajili yetu, si tuna enjoy. Okay. Kwa unavombembeleza mtu, unavokuwa unamngangania, yeye ana enjoy. Kwa akikubalia maana yake wewe utaacha kumbembeleza. Kwa ili endelee kuenjoy unavombembeleza, inabidi endelee kukazia. Kosa la kwanza ni kutokumbembeleza. Kosa la pili la kuepuka ni kumletea fujo kule aliko. Okay. Unakuta labda ni mwanamke ameachwa na mwanaume, anaanza kumtumia message yule mwanamke mwingine. Okay. Wewe huyo mwanaume hakufai, huyo mwanaume sweet hivi, yani unamletea fujo. Wakati mwingine unakuta kwamba mwanaume anaenda kuleta fujo kwa mwanaume mwenzie ambaye amemchukulia mwanamke. Unapoleta fujo, hiyo sio strategy nzuri, sio strategy nzuri ya kumrudisha. Lakini kosa la tatu ni kumuonesha kwamba wewe bado ni yule yule, hujabadilika. Sasa ukuta kwamba let's say alikuacha au mliachana kwa sababu ya ulevi kupindukia. Tuchukue mfano ulevi kupindukia. Na ulevi ambao ulikuwa unapelekea labda haujali familia, ulevi ambao ulikuwa unapelekea unashindwa kufocus kwenye mambo yako. Ulevi ambao ulikuwa unapelekea familia kuna namna fulani inaibika. Unajua kuna watu wanalewa mpaka inakuwa ni aibu kwenye familia. Sasa inapotokea hali ya namna ile, mmeachana, labda mtu mmoja akaondoka kwa sababu ya ulevi au tabia yoyote ile, alafu mnaporudi, unapotaka kumrudisha, unamuonyesha kwamba I'm the same person. Hakuna chochote kilichobadilika. Kwa sababu watu hawataki kurudi kwenye the old version of person. Okay, mazingira yale. Hawataki kurudi kwenye toleo lile la zamani. Kwa sababu kama hujabadilika, maana yake zile songo mbingo tunakutana nazo mwanzoni, tutakutana nazo tena. Unakuta ili mtu aepuke lo kosa, tunashauri aweze kuonyesha kwamba kuna namna fulani ameimprove. Kumbuka kwamba kwenye pointi ya kwanza tumesema hutakiwi kumbembeleza ex arudi. Unatakiwa kumuattract. Kwa namna nyingine ya kumuattract ni kumuonesha kwamba I am someone new. Akiona kwamba yes, mimi ni mtu mpya, akiona kwamba wewe ni mtu mpya, inakuwa rahisi kurudi. Watu wengi wanafanya hilo kosa kwamba naomba turudiane, lakini mbona anaona bado ni yule yule. Tuliachana kwa sababu ya uongo, lakini bado ni muongo. Tuliachana kwa sababu ya uvivu au uchafu, lakini wewe bado ni mvivu, ni mchafu. Tuliachana kwa sababu ya ulevi, wewe bado ni mlevi. Sasa kama kichotuachanisha ni hiki na haujakisolve, haujakishughulikia, tafsiri yake ni kwamba we can't make it. Hata tukiuliana leo, tutaachana kwa the same reason. Okay. Kwa kosa hilo ni kosa moja wapo la kuepuka unapotaka kumrudisha ex wako. Unapotaka kumrudisha ex wako, epuka kumuonesha kwamba you have not changed. Muonyeshe kwamba wewe ni mtu mpya, umebadilika, umeimprove, umekuwa tofauti na vile ambavyo ulikuwa. Especially usiwe mtu mpya. Kwa mfano, unaweza mkawa mpo kwenye mahusiano, labda hauvai vizuri, ila hiyo kwa mwenzi wako sio shida. Shida yake ni kwamba haumjali. Ndio. Kwa ukisema ufanye improvement, hatusemi uanze kuvaa vizuri. Kwa sababu kilichofanya aondoke sio wewe kutokuvaa vizuri. Kilichofanya aondoke ni kwamba wewe haumjali, haumzingatii. Kwa unamuonesha kwamba mimi ni mtu mpya, kwa kumuonesha kwamba yule mtu ambaye alikuwa hakujali, hakuzingatii, this time ataanza kujali na kuzingatia. Okay. Yes. Hiyo inakuwa iko poa zaidi.